Ni lazima tushirikishe familia kuhusu swala la hedhi salama. Cha kwanza, mtoto wa kike asiposhirikisha familia yake, inaweza ikampelekea mwanafunzi kuacha masomo kwa muda wa nyakati fulani, kwa sababu mfano, nimekutwa na hedhi alafu sijui jinsi ya kufanya. Nitaogopa kwenda shule kwa sababu nitasema nitachekwa. Kwa hiyo itabidi nikate masomo kwa muda fulani mpaka hiyo hedhi iishe. Afu cha pili, itafanya wazazi lazima ifike kwa ngazi ya familia, kwa sababu wazazi ndo walimu wa kwanza wa mtoto. Kwa hiyo lazima tuambie wazazi ili watufunze sisi watoto, kwa sababu mfano, umemwambia baba akapata kujua nini hedhi salama. Mfano, nimepata hedhi na mfuata baba na mueleza baba. Babangu ananieleza, ananiambia, mwanangu, kipindi hichi kaa mbali na wavulana, jichunge. Mzazi atachukua hela yake na kwenda kununua, atakupa hela kwenda kununua pedi. Lakini isipofika katika ngazi za familia, mfano sasa nimekutwa na hedhi, hapo sasa mtoto wa kike, kumbuka umri wetu unafanya tuingie katika tuna kitu kinaitwa peer pressure, ambayo inamfanya mwanafunzi au kijana anafuata upepo wa vijana wenzake. Kwa hiyo mfano, nikamfuata mwenzangu, nikamwambia leo niko hedhi, akaniambia umemwambia mchumba wako? Mchumba wangu naenda kumwambia kwamba niko hedhi. First day atanipa hela ya pedi, but the second day atanipa, the third day I must pay for it. Kwa hiyo nitaingia kutoa mwili wangu ili nipewe hela ya pedi. Lakini kuingia kutoa mwili wangu, itafika stage nitaingia kwenye early pregnancy, nitaishia kuwa mama mdogo kabla ya umri, ambayo itanipelekea kwamba nitakatisha masomo, na pia nitabeba mimba kabla ya umri wangu. Na hiyo mimba inaweza ikanipelekea kifo, kwa sababu mwili wangu hujakomaa kubeba mimba kwa wakati ule. Kwa hiyo ni lazima tuitambulishe familia kuhusu hedhi salama. Pia itafanya wasichana waendelee na kimasomo. Pia itapunguza vifo vya wasichana, kwa sababu watakuwa wanapata mimba utotoni. Kwa hiyo nashauri serikali ya Tanzania na Mama Samia, naomba mfikishe hedhi kwa familia. Pia na mataasisi mengine, naomba mtembelee shule, muwe mnatupa pedi, kwa sababu wazazi wengine hawana uwezo wa kununua pedi salama. Naomba mfanye kama kuna organization nasema muwezeshe. Jamani, naomba mtufanyie kama wale wengine, mfike shuleni mtoe pedi ili tuweze kujikinga, na mtupe elimu ya kuwa na kuhusu hedhi salama ili tuwe salama. Fanya kweli, usibaki nyuma. Mtu ni afya. Mtu ni afya.